Sikiliza nikwambie, usitake nitumie nguvu zangu ama usitake niumize akili yangu kwa ajili ya kitu kidogo. Sasa hili sio ombi, ila ni lazima. Naomba muachilie wewe binti. Kwanza inatakiwa umshukuru sana Mungu na mizimu ya kwenu, kwa sababu umeingia katika himaya ngumu alafu hadi wakati huu upo salama, yani bado uko hai. Ni jambo la kushukuru sana Mungu na mizimu ya kwenu. Huwa ni ngumu sana mtu kukanyaga katika himaya yangu au kunisogelea mimi kwa kipindi hiki alafu bado yuko hai. Huwa ni ngumu sana kutokea. Na jingine usilolijua ni kwamba mimi ni kivuli. Yaani kivuli huwa hakikimbiliki. Na ndiyo maana wanuagima wenzangu wakaniita mimi mdogo koe mzeke mbue kifenue. Hapo kidogo huwezi kuelewa maana yakwe. Jina langu jingine la mwisho wananiita mzee Mgima maziko saa 8. Kwa hivyo shukuru sana, umeingia katika himaya ya maziko saa 8 alafu bado uko hai mpaka wakati huu. Sasa kuingia kwa mzee Mgima maziko saa 8 alafu upo hai mpaka muda huu, huja kufa wala huja uwawa na huja fariki. Hilo ni jambo la kushukuru sana baba. Na usichokijua pia ni kwamba hako kauchawi kako wewe ni kakulisishwa, lakini wa kwangu mimi ni uchawi wa kutengeneza mwenyewe. Yaani ninao uwezo wa kumtengeneza jini wa aina yoyote na nikamuagiza kwenda sehemu yoyote akafanye jambo lolote kwa mtu yoyote. Hizo wala haziwezi kunitisha kwa sababu zinapigwa hata na mtu aliyeshiba. Tukiachana na hilo, mimi nimeshindikana. Kwa kauli nyepesi naweza nikasema huenda ikawa sijazaliwa bali nilijambwa na mzazi wangu. Alinijamba nikatoka duniani. Na ndio maana naitwa mzee Mgima maziko saa 8. Sawa. Tutaona kati yangu mimi na wewe. Sawa. Mariam. Mariam. Mariam nini? Umesahau nini kutoka kwangu? Umesahau nini kutoka kwangu? Lakini nimekuita nikusalimie tu. Una haja gani ya salamu mimi na wewe? Una haja gani ya salamu kaka? Ukiniona unione kama vile kituo cha polisi. Sina haja ya salamu mimi na wewe. Kwanza huna ulichosahau kutoka kwangu.
Afadhali nimekuona, maana nilikuwa nakuja kwako. Nataka kujua kosa langu ni nini? Kosa lako ni kwamba hufuati yale ambayo unayahitaji mimi. Yaani hutaki kabisa kufuata maagizo yangu. Kila ambalo nitakuagizia kulifanya unakwenda tofauti na mimi. Hilo ndiyo kosa lako. Lakini kama ingekuwa unayafuata ya kwangu yote, wala yasingefikia huko. Kwa sababu mengi nayazungumzaga na wewe, fanya hivi, twende hivi, twende hivi. Hayo yote unayakataa. Hilo ndiyo kosa lako kubwa. Na ili hali ya kwamba mimi hakuna hata mtu mmoja ambaye ananiweza. Sasa wewe kugeuka kwamba unaniweza ni kitu ambacho hakiwezekani. Ili uwe huru na uwe sawa, basi inabidi ufuate matakwa yangu yote. Sasa nifanye nini? Takufanya ni hiko nilichokwambia, kama ni kufuata matakwa yangu yote, yani kufuata maagizo yangu na maelekezo yangu. Ukifanya hivyo mimi lazima nikuache huru. Na hili ndio onyo langu la mwisho. Ukiendelea tena siku nyingine Hangi Mbwai, siwezi kukubali. Hili ndio onyo langu la mwisho. What is this? No, my name is Ngatani kutoka. Naona dada, sana karibu damshi hapa. Si unajua tena tumebadilisha mazingira. Mambo ya shemeji hayo. Ila kabla yote mjana, nilikuwa nina ombi moja, naomba unisikize. Yaani sasa hivi, unajua mtaani mambo yamebadilika. Yaani mtaani kuna tabia za ovyo. Nilikuwa nakuomba tu kule ulipokuwa unaenda mwanzo, sasa hivi naomba pia usiende. Maana sasa hivi kila mtu ana tabia yake anayojua yeye, kila mtu ana tabia yake anayojua. Wanavuta bangi wapo, wenye tabia mbaya wapo, wenye tabia chafu tofauti. Ombi langu ni hili tu mdogo wangu, naomba uwe makini. Kusuliwa tu dada. Sijawe. Mkolea. Vipi Chope kwa wapi? Mbona sijamuona? Naona nyumba imepoa tu hapa. Ametoka. Ndio vile kama ulivyomwacha. Kweli. Hajabadilika kama wewe vile ulivyo. Dada naona nimefika tu na mawaiza hapa. Mimi njaa niona bwana. Ushaanza tabia yako, jaacha tu. Dada kwenye kula. Siwezi kuacha. Sawa, ngoja nikuandalie chakula. Dada, mimi ngoja niangalie game ya Simba hapa. Mariam. Inatakiwa unisaidie. Sina msaada mwingine isipokuwa ni wewe. Kumbuka tupo wawili tu. Naomba unisaidie. Nisaidie. Napambana dada kukusaidia, napambana dada. Na minyana kadri ya uwezo wangu dadangu kusaidie. Hapana. Wewe haupambani. Ila unasikiliza maneno ya watu. Pambana. Pambana ujue dadako niko wapi. Nisaidie. Mariam. Najua napitia magumu sana. Lakini wewe ndio msaada wangu. Naomba nisaidie mdogo wangu. Tabatambatiase ngobatiase miungu mzimu tate nagone tongo
Namba shembe namba shembugu namba nogone mbatese mbatese miungue mzimwa tete nogone tongo. Wakulungwa, nipo katika himaya yenu, nimekuja kuomba nguvu zenu. Nahitaji nguvu ili niweze kwenda kukabiliana na wale wanaosumbua binadamu. Niko chini ya miguu yenu, najua mmeniamini vya kutosha, ila nguvu yangu ni chache mno, Kwa hiyo leo nimekuja kuomba, naomba mnigaie nguvu ili niweze kwenda kupambana na wale wanaowatesa binadamu. Wakulungwa, niko chini ya miguu yenu, nahitaji nguvu zenu, nahitaji msaada wenu, nahitaji nguvu zenu, nahitaji msaada wenu. Milima ya Usambani, milima ya Uziguani, milima ya Uziguani. Wakulungwa, nahitaji nguvu yenu, nahitaji nguvu yenu. Tumekusikia, tupo tayari kukusaidia. Unachotakiwa ukachukue nguo yake, kisha uizike pembezoni na nyumba ya huyu unayemkusudia haraka. Asanteni, asanteni, asanteni. Habari yako? Salama shikamoo. Wala haina haja hata kuniambia shikamoo. Siku nyingine ukikutana na mtu kama mimi, yani bora uniambie shalobalo mambo au wakaya mambo. Tuachane na hijo au hilo. Sura yako kila nikiitazama inaonekana ni sura ngeni katika eneo hili. Yani hizi mboni za macho yangu hazijabahatika kumuona binti kama wewe. Wewe ni mgeni hapa bila shaka. Na kama hapa umgeni, labda unatokea wapi na umefikia kwa nani na unaishi vipi, kwa sababu mimi ndio aliwatani wa eneo hili. Wewe mzee, kwa hiyo mtu yote atakayefika kwenye hii himaya lazima ufahamu, si ndio? Alafu sehemu unaoishi wewe inakuhusu nini? Samahani, hebu niache na nipotezea muda. Shida yangu mimi ni kufahamu wewe unatokea wapi na unakaa kwa nani. Hiyo ndio shida yangu. Hakuna shida nyingine zaidi ya hiyo, kwa sababu mimi ndio mkuu katika himaya hii. Yani anapokuja yoyote mtu hapa lazima nianze kufahamu mimi kwanza. Haiwezekani aingie mtu alafu bila hata ya mimi kujua. Hata huyo mwenyeji wako ambaye unaishi naye, ukilitaja jina langu lazima atatulia na kusikiliza. Unataja jina la mtu mkubwa sana. Shida yangu mimi ni kujua wewe unatokea wapi na hapa unaishi kwa nani, kwa sababu mimi ndio mkuu wa hii himaya, ndio maana nikaitwa wakaya, yani wa nyumbani. Nyumba zote hapa ni za kwangu mimi. Kwa hiyo nisipojua unakaa sehemu gani utakuja kupata matatizo ambayo si saizi yako. Wewe mzee, kitu gani ambacho hujanielewa? Matatizo gani ambayo wewe unayazungumzia? Nisikize nikwambie. Huna haja ya kunifahamu mimi, wala mimi sina haja ya kufahamu wewe. Kwanza, wewe na mimi hatuendani. Tuko tofauti. Kwa hiyo, kaa mbali na mimi. Umenielewa vizuri? Kwanza nipotezea muda wangu. Asante sana mama.